Karibu katika simulizi yetu ya adhabu isiyostahili sehemu ya 3. Baada ya Dani kumvutia ndani, Meli alianza kumuuliza, hivi unaweza kuniambia unamaanisha nini kufanya hivyo? Dani alimuuliza, sura ikiwa imebadilika. Alichukizwa na tabia ya Meli kumdhalilisha mbele ya umati wa watu namna vile. Meli akamwita, Daniel, mimi sio Daniel, mimi ni Dastan. Sawa Dastan, wewe unajua kabisa jinsi ninavyokupenda. Kwa nini lakini unanipuuzia? Tafadhali usinifanyie hivyo, Meli alisema akitoka na machozi. Sikia, samahani kwa hili lakini sina nafasi kwa ajili yako. Usiseme hivyo Dani, nitaishi vipi mimi? Meli alisema, kilio kikiongezeka. Samahani sana, huo ndio ukweli. Kwa hiyo tafadhali naomba uondoke, na sitaki tena unionyeshe jinsi unavyonionyesha kwa sasa. Dan, Meli alibaki akilia kwa huzuni. Kweli alipenda, lakini alipenda pasipo stahili. Hakuwa na jinsi. Alichukua kikapu chake na kuondoka. Dastani alijisikia vibaya sana. Alielewa maumivu ya kukataliwa, lakini hakuwa na jinsi. Tayari moyo wake aliuelekeza pengine. Vijana wenzake walibaki wakimdhihaki hapa na pale kutokana na kile kilichotokea. Hakuwajali. Aliwaza moyoni mwake, Zawadi, tafadhali njoo upesi. Nataka kuutua mzigo huu. Nataka niwe wako. Naamini utanitunza vizuri. Tafadhali usiache kuja Zawadi. Njoo upesi unichukue. Moyo ulimuuma sana. Maumivu ambayo alifikiri kuwa yangeisha endapo angemwambia Zawadi jinsi anavyojisikia juu yake. Hata hivyo, muda ulizidi kusogea. Hatua moja baada ya nyingine. Ilikuwa saa 9, ikawa saa 10, hatimaye saa 12. Zawadi hakutokea. Dani alihisi maumivu yake yanazidi kuongezeka. Kwa vyovyote vile alitakiwa kuonana na Zawadi siku hiyo. Hakujua kwa nini Zawadi alimfanyia vile. Hata hivyo, hakumhisi vibaya kwa sababu alimwamini sana. Wakiwa wamefika nyumbani mida ya saa 1 usiku, Zawadi na dada yake walikuwa wakijiandaa kupika chakula cha usiku. Halafu Juma alikuwa anakuambia nini asubuhi? Dafeti alimuuliza akiwa anajiandaa kwenda kuoga. Aya, nilisahau, Zawadi alisema baada ya kukumbuka kuwa alitakiwa kwenda kuonana na Dani. Ulisahau nini tena? Dafeti alimuuliza. Juma aliniambia niende. Dani alikuwa na shida na mimi. Oho, utaenda hata kesho, Dafeti alimwambia huku akielekea bafuni. Sawa, ngoja nianze kupika, Zawadi alisema huku akiweka mkaa jikoni. Ghafla alisikia geti likigongwa. Karibu, pita ndani, alisema, lakini hakuona yeyote aliyeingia ndani na geti liliendelea kugongwa. Jamani, kwani hunisikii? Nakuja, Zawadi alisema na kuacha kazi yake kuelekea getini. Baada ya kufungua geti, alipigwa na butwaa. Wewe, Zawadi alishangaa kumuona Dani mahali pale. Ghafla dada yake alisikika akitoka kuoga. Haraka alitoka nje na kumvuta mkono Dani mpaka nyuma ya nyumba. Dani, umefuata nini nyumbani? Zawadi alimuuliza akiwa na wasiwasi. Pasipo kujibu, Dani alimkumbatia Zawadi kwa hisia zote. Unafanya nini Dani? Zawadi alilalamika akijaribu kujitoa katika lile kumbatio. Nakupenda Zawadi, toka ndani ya moyo wangu, nakupenda wewe, Dani alisema akizidi kumkumbatia kwa nguvu. Zawadi alishiwa nguvu, hakuzungumza wala kufanya chochote. Machozi alianza kumtoka. Alikumbuka siku ya kwanza ya yeye na Musa kukutana, mambo yote waliofanya pamoja, mpaka siku 2 zote anazomfumania. Moyo ulichoma. Kwa nguvu alimtoa Dani mwilini mwake na kumzaba kibao kwa hasira.
kwani Dani kabla hajamaliza sentensi yake alipigwa kibao kingine. Zawadi alikuwa amefura kwa hasira. Unafanya nini Dani? Kwa nini unanifanyia hivi? Zawadi aliuliza akiwa analia. Dani akamwambia, ni kipi kibaya nilichokitenda juu yako Zawadi? Zawadi akamwambia, muda si mrefu nimetoka kugulia maumivu ya Musa, mwanaume ambaye nilimpenda kwa moyo wangu wote. Lakini wewe unalifanya nini? Leo hii na wewe unakuja kuniambia yale yale. Kwa nini lakini? Nielewa Zawadi, lakini tafadhali usinilinganishe mimi na Musa. Sisi ni wanaume wawili tunaotofautiana kwa mengi. Zawadi tafadhali, kwa kosa lake naomba usinihukumu na mimi. Haiwezekani Dani, sitaki mahusiano na mtu, Zawadi alisema kwa hasira na kutaka kuondoka. Lakini Dani alimshika mkono na kupiga magoti yote mawili chini. Tafadhali Zawadi, nitakufa bila wewe. Umeniteka kwa kila kitu, usiniache peke yangu. Hata kama uko tayari kwa sasa, niambie ni kwa muda gani utahitaji ili nikusubiri. Sema Zawadi, hata miaka 10 mimi nitakusubiri Zawadi. Nakupenda kweli, wala sina mzaha. Tafadhali fikiria mara mbili zaidi, Dani alisema. Zawadi alitupa mikono ya Dani na kurudi ndani. Getini alikutana na Dafeti. Dafeti akamuuliza, ulikuwa wapi? Mbona hata moto hujawasha? Nilikuwa hapo naenda kuwasha sasa, Zawadi alisema huku akikwepesha macho yake. Zawadi, uko sawa? Dafeti alimuuliza. Ndio dada, Zawadi alisema akiwa ameinamisha kichwa chini. Sawa, naenda kwa shemeji yako, sitachelewa kurudi. Sawa, Zawadi alisema na kuelekea kwenye jiko lake. Aliwasha moto na kuanza kupika, lakini mawazo hayakuisha. Machozi alimtoka bila kikomo. Alitoneshwa donda lililoachwa na Musa. Akiwa ameketi chumbani kwake kitandani, alikuwa akilia bila kikomo. Alikumbuka maneno ya Dani. Sina nafasi kwa ajili yako. Meli alilia sana. Kwani mimi nina kasoro gani? Kwani mimi sio mwanamke? Kwa nini sasa Dani anifanyie hivi? Alizidi kujiuliza. Alilia sana. Meli, usilie. Hutaki kulia tena. Kumbuka hili, katika maisha yako chochote unachokitaka lazima ukipate. Meli alijisemea mwenyewe na kufuta machozi. Aliazimia moyoni mwake kuwa lazima atafute sababu ya Dani kumkataa, na endapo akiwa ni mwanamke, kwa vyovyote vile atahakikisha na watenganisha ili nafasi hiyo aipate yeye. Siku iliyofuata, wakati Dani alipokwenda mgawani kwa ajili ya chakula cha mchana, alimkuta Zawadi. Zawadi hakuonesha furaha yoyote kumuona zaidi ya kuonesha kuwa hakupendezwa na uwepo wa Dani mahali pale. Laiti angekuwa na uwezo angemfukuza mbali na pale. Mambo Zawadi? Dani alimsalimia akimtazama usoni. Anataka chakula gani? Zawadi alimuuliza shida yake badala ya kujibu salamu. Ugali kwa mboga mboga, Dani alisema akiwa hajapendezwa na tabia ya Zawadi. Alishindwa kulikuza jambo kutokana na uwepo wa wateja wengine mahali pale. Alimezea mate. Zawadi alitoka na kisha kurudi na chakula. Alimwekea mezani na kisha kuondoka zake. Dani alizidi kuumia moyoni mwake. Hata hivyo hakuwa na jinsi. Punde si punde, Meli alirudi kutoka kwa wateja wake. Alimkuta Zawadi akiwa amekaa kwa huzuni, huku ameshika tama. Meli alimtazama kwa muda kisha alimsogelea karibu zaidi. Zawadi, alimuita akiwa amechutama mbele yake. Zawadi alishtuka kutokana na kuwa alikuwa mbali kimawazo. Shida nini Zawadi? Unaumwa? Hapana, nipo sawa. Meli akamwambia haiwezekani, hata kama sikufahamu vizuri Zawadi. Lakini tangu nije hapa mgawani, sijawahi kukuona ukiwa katika hali hii. Hebu niambie, tatizo nini? Hapana Meli, mimi sina tatizo.
Zawadi alizidi kukana. Ghafla mteja mwingine akawa amefika, ikabidi Mary akamhudumie. Alipopeleka chakula kibandani, alishangaa kumwona Dani naye akiwa katika hali ya mawazo. Alikuwa ameshika tonge la ugali kwa muda kiasi. Alionekana yupo mbali kifikra. Hakutaka kumsemesha. Alimhudumia mteja wake na kutoka nje. Alisimama pembeni ya mlango wa kibanda na kuwa anamchungulia Dani kwa wizi. Kwani Dani na Zawadi wana matatizo gani? Mbona watu wanaonekana hawako sawa? Au wana tatizo moja? Haiwezekani. Ngoja nione. Mary alijisemea moyoni na kupanga mipango yake ili kujua kama kweli Dani na Zawadi walikuwa na tatizo moja. Dastani hakuweza kumaliza kile chakula. Hamu ya kula ilimtoka. Alitoka nje ili kulipia. Mary alijibanza mahali na kuchungulia. Dani alipotoka alimkuta Zawadi akiwa ameketi kwenye kiti, akiwa amejinamia. Taratibu alimsogelea. Alipomfikia, alitoa pesa na kumpatia. Zawadi alimuita ili ainue sura yake kupokea ile pesa. Zawadi alipoinua sura, moja kwa moja aliinuka na kuchukua ile pesa. Bila kusema neno alitaka kuondoka, lakini Dani alimshika mkono. "Hebu niachie," Zawadi alisema kwa hasira, huku akirudisha mkono wake kwa nguvu. Alielekea mgawani na kutoa vyombo. Kwa huzuni, taratibu Dani aliondoka mahali pale. Wakati wote huo, Mary alikuwa akitazama kilichokuwa kikiendelea. Aliumia kugundua kuwa Dastani alikuwa akimpenda Zawadi. Machozi yalimtoka, lakini hakutaka kujiruhusu kulia hata kidogo. Alifuta machozi, alitulia kwa muda. Baada ya kumwona Dafeti amerudi, alimfuata. Alifika na kumkumbatia kwa furaha. Wewe nawe vipi? Kulikoni tena? Dafeti alimuuliza kwa mshangao. "Nina furaha sana dada. Yaani sijui niseme vipi. Nina furaha mno," Mary alisema kwa furaha zaidi. "Sema hivyo hivyo nitakuelewa." Furaha imetoka wapi? "Siwezi kukwambia ukiwa umesimama. Twende ukakae kwanza." Ya leo makubwa," Dafeti alisema akiwa anaelekea kwenye kiti. Baada ya kuketi, Mary aliketi pembeni yake. "Haya, niambie bibie." "Dada?" Nakusikia." "Dafeti, jamani, zungumza basi." Nimepata mchumba," Mary alisema kwa sauti ya taratibu. Kwa hiyo kelele zote, kumbe jambo lenyewe ndio hilo? Ndiyo. Haya, ni nani huyo ndugu yetu? Dada, mimi naona aibu, Mary alisema akitazama chini. Mwenda wazimu kweli we mtoto. Sasa aibu inatoka wapi? Mie mkweo? Hapana, lakini kama hutaki kuniambia ngoja niendelee na kazi zangu. Hapana dada, nakwambia, Mary alisema akimzuia. Ni Dani, Mary alisema. Dani yule mteja wetu? Dafeti aliuliza. Ndiyo dada, Mary alisema. Hongera sana, Dani ni kijana mzuri. Ninatumaini ni mwaminifu pia, Dafeti alisema kwa furaha. Ndiyo, ni mwaminifu sana, Mary alisema. Sawa, ila usimwachie kila kitu, subiri wakati ufaao, si ndio? Sawa dada, shukuru. Baada ya hapo, kila mtu aliendelea na kazi zake. Walipokuwa wakirudi nyumbani jioni, Dafeti alimwambia Zawadi kuhusu Mary kupata mchumba, na alimtajia mpaka jina. Zawadi alipigwa na butwaa kusikia Dani ndiye mchumba wa Mary. Hasira yake juu ya Dani iliongezeka. Alimchukia akidhani kuwa alitaka kumchezea kama Musa. Hakutaka tena kusikia kuhusu mapenzi. Kazi bado ni nzito. Usikose sehemu inayofuata. Ungana nami Veronica Leonard mpaka mwisho.